Sasa anayefuata ni ndugu Badru Suleiman Badru. Ndugu Badru, tusaidie kurejesha hicho katika kikapu cha kwanza hicho huko. Sasa dakika yako moja ya kujitambulisha. Awali ya yote nipenda kuchukua nafasi hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu, lakini pia nichukue nafasi hii kuipongeza sana wizara kwa ajili kwa niaba ya vijana kuendeleza mchakato huu wa uchaguzi kwa njia salama, haki na usawa. Jina langu ni Badru Suleiman Badru na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nimesimama hapa kwa lengo la kuomba ridhaa, lakini pia kuomba kibali cha wajumbe wa mkutano mkuu wa Baraza la Vijana na vijana kwa ujumla ili niweze kuwa mwenyekiti wa Baraza la Vijana Zanzibar. Binafsi nimewahi kuwa rais wa chuo cha kumbukumbu wa Mwalimu Nyerere, lakini pia nimewahi kuwa rais wa shule ambayo nilikuwa nikisoma SOS Herman Minor School. Lakini pia nimepata mafunzo mbalimbali ya uongozi. Nimepata mafunzo ya Friedrich Ebert Stiftung kutoka serikali ya Ujerumani, lakini pia nimepata mafunzo ya uongozi kutoka Libre Foundation kutoka serikali ya Netherlands. Lakini pia nimewahi kushiriki katika mikutano mbalimbali ya kuwakilisha vijana ndani ya nchi na nje ya nchi. Nimewahi kushiriki katika mkutano wa Egypt wa dunia wa vijana ambao kwa namna moja nyingine nimewakilisha vijana wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika mkutano huo. Kwa muktadha huo nina sababu kuu mbili za kuweza kugombea. Sababu ya kwanza, ninaamini katika kudra za Mwenyezi Mungu, talanta ya uongozi na uwezo ambao amenijalia wa kuweza kuongoza vijana wenzangu. Lakini sababu ya pili ni kwa sababu ya juhudi ambazo wanazo viongozi wetu wa nchi, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Viongozi hawa wameni-inspire kuweza kugombea nafasi hii na mimi kutoa mchango wangu kama kijana. Swali lako la kwanza ambalo ni sawa na nambari 2 kwa judges. Vijana wanawezaje kuhamasishwa kuanzisha biashara ndogo ndogo? Vijana wanawezaje kuhamasishwa kuanzisha biashara ndogo ndogo? Karibu. Asante. Kwanza naomba kutambua kwanza kwamba vijana asilimia 27.8 ambao hawana ajira ndani ya nchi yetu. Na serikali kila siku imekuwa ikituhimiza vijana katika swala zima la kujiajiri. Hivyo vijana wanahitajika sana kushajihishwa kuweza kutafuta fursa mbalimbali, hususan fursa za mikopo kupitia kwanza mifuko ya maendeleo ya jamii ambayo inapatikana katika Wizara ya Maendeleo na Jamii, lakini pia kupitia mifuko mbalimbali ambayo imeanzishwa na serikali kama ZEA. Vijana wanaweza kupata mikopo huko na kuweza kuanzisha biashara zao na kuweza kujiajiri na kuweza kuajiri vijana wengine. Lakini pia mimi ni mdau sana ambaye naamini kwamba sera ya maendeleo ya vijana mwaka 2005 iliyofanywa marekebisho mwaka 2023 inaelezea zaidi kwamba kijana awe mjasiriamali. Lakini mimi nikiwa kama mgombea nafasi ya mwenyekiti ni kwamba ninaamini kwamba kupitia sera hii na itakapopitiwa tena ni kwamba tuna uwezo wa kuwafanya vijana wawe wawekezaji. Ukienda ZIPA leo hii unaweza kukuta kwamba idadi ya vijana ambao ni wawekezaji ndani ya Zanzibar ni chache sana. Mimi falsafa yangu ni kwamba nitakapokuwa mwenyekiti nitahakikisha ya kwamba vijana wanakuwa wawekezaji. Tukiwa na Taufik Turki 50 ndani ya Zanzibar, tuna uwezo wa kuzalisha ajira. Tukiwa na kijana mmoja ambaye ana mradi mkubwa, ana kiwanda cha kati au kiwanda kikubwa, ana uwezo wa kuajiri vijana wengi. Kwa hiyo kupitia fursa za ujasiriamali tuna uwezo wa kushajihisha vijana kwenda kuchukua mikopo, lakini kupitia fursa mbalimbali, kupitia wadau mbalimbali wa maendeleo kama benki, tuna uwezo wa kupata mikopo kupitia sehemu hizo na kuweza kujiajiri kama vijana. Asante sana. Swali lako la pili ambalo ni sawa na nambari 9 kwa judges. Ni uzoefu gani wa uongozi unaokufanya uone unafaa? Asante, nashukuru sana. Narejea tena kwamba nina uzoefu wa miaka 15 wa kujitolea katika masuala ya vijana. Binafsi nimewahi kuwa mratibu wa masuala ya Umoja wa Mataifa kwa takriban miaka 6 kupitia UN Clubs Coordinators. Lakini mimi nilikuwepo katika vijana ambao wanaishauri Umoja wa Mataifa kwa takriban miaka 6. Nimeshauri Umoja wa Mataifa nikiwa kama katibu mkuu Tanzania nzima. Lakini pia kupitia makongamano ambao nimewahi kushiriki mkutano wa wajasiriamali ambao umefanyika nchi za Falme za Kiarabu. Kupitia mkutano huu ninaamini ya kwamba
nimesoma fursa ambazo wenzetu wanazo na sisi fursa gani ambazo tunaweza kuzileta Zanzibar kwa niaba ya vijana wenzetu. Lakini pia nina imani kupitia fursa ambayo nimewahi kuipata nikiwa kama rais wa chuo cha kumbukumbu wa Mwalimu Nyerere, nimekuwa mjumbe wa Senate za vyuo vikuu za Hilfe na Tahliso. Kupitia forum hizo nimeweza kujuana na watu tofauti. Kwa muktadha huo, ninaamini ya kwamba mimi Badru Suleiman Badru ninafaa kuwa mwenyekiti wa baraza la vijana. Na kwa muktadha huo, ninaamini ya kwamba nitakapokuwa mwenyekiti kwa vile leo ni siku ya Magufuli nitasema asante sana. Swali lako la tatu ambalo ni sawa na nambari 18 kwa judges. Eleza nafasi ya serikali za mitaa katika kusaidia vijana Zanzibar katika nyanja ya uwezeshaji wa mikopo na fursa. Eleza nafasi ya serikali za mitaa katika kusaidia vijana Zanzibar katika nyanja ya uwezeshaji wa mikopo na fursa. Asante sana kwa swali zuri. Kwanza naomba niseme kwamba natambua uwepo wa mikopo ambayo inapatikana katika halmashauri zetu, katika manispaa zetu na katika serikali za mitaa. Na kuna ile formula ya 442 ambayo serikali imeiweka kwa ajili ya kuweza kuwawezesha watu wenye makundi maalum ikiwemo vijana, ikiwemo watu wenye ulemavu na wanawake. Serikali za mitaa kupitia Wizara ya Nchi, Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na idara maalum za SMZ ina mchango mkubwa katika kutoa mikopo hiyo, na vijana nichukue nafasi hii kuwashajihisha ya kwamba ukiachana na mifuko ambayo imeanzishwa na serikali kama ZEA, kupitia halmashauri zetu tunaweza kupata mikopo hiyo. Na mimi nitakapokuwa mwenyekiti nitahakikisha kila wilaya vijana wanapata mikopo na wanakuwa na taarifa rasmi ya kuweza kujua ni jinsi gani mikopo hiyo. Na kama atatokea kijana ambaye hana sifa kupata mkopo, narejea tena ni kwamba tutajitahidi sifa hizo tumpatie vijana, tumtafutie. Kama hana kitambulisho cha Mzanzibari tutakitafuta nikiwa kama mwenyekiti, tutashirikiana. Kama atakuwa hajafika miaka 18 tutamsubiri afike miaka 18. Kama atakuwa hana uwezo mwingine wowote tutahakikisha kijana anafikia vile vigezo vinavyohitajika. Nashukuru sana. Asante sana. Hamjazuia kumpongeza kwa. Naweza kuketi.